Alo, assalamu alaikum. Naitwa Amina Vikoba, ukipenda unaweza kuniita Siwa Kikala, yote ni majina yangu. Karibu sana kwenye kipindi chetu pendwa cha Sio Poa, kikitokea hapa Siwa TV. Jamani, Sio Poa leo tuna mada yetu nzuri kabisa. Hii mada inahusiana na watoto wasiotaka shule. Kuna watoto hawataki kusoma, wazazi wao wanatafuta hela kwa shida. Mzazi anahangaika, anapambana, anatafuta hela kwa shida, alali usiku na mchana ajue mtoto wake aende shule ili mtoto wake baadaye aje amsaidie kwenye elimu. Maana ukishakuwa na elimu ndio una uhakika wa maisha pia. Japokuwa sio kwamba elimu labda ndio kila kitu, kuna vipaji, mtu anaweza kupa bahati, kuna riziki ya mtu, lakini elimu ndio ufunguo wa maisha. Hakuna mtu asiyejua. Sasa toto unatafuta hela liende shule likasome. Toto linafanya uhuni. Toto linakimbilia ndoa. Mwisho wa siku unakuja kukutana mazito katika ndoa yake, mtihani. Janaume alisikii kwenye ndoa, janaume linamtesa, linamnyanyasa kwa sababu ile toto lilikuwa lisikii, limekataa elimu na kumsikiliza mzazi wake. Mzazi wako anakuambia kaa tulia, angalia masomo, wewe unakimbia wangu, unakimbia ada inateketea, sio kufanya mtihani wewe, sio kuingia darasani wewe. Hela mwenzako anaotafuta kwa shida inateketea na uelewe kwa sababu umetoa wewe. Laiti ungeitoa wewe ile hela kuipeleka kule shule, ungelipa ada, ungesoma vizuri kwa sababu yako ingekuuma. Kwa sababu mzazi wako anahangaika mchana usiku kulipia, una habari, unapambana tu wewe. Mwingine anaja, mtoto anabana boda. Mtoto unabana boda, unategemea nini? Maisha yako tutaenda kubana boda? Baada ya kuingia darasani unabana boda, umkomoe mtu. Mwanangu, unajikomoa mwenyewe na maisha yako. Mzazi wako mpaka anafanya kazi anakulipia kasa maliza maisha. Wewe ndio baadaye unatakiwa uwe na maisha yako. Sasa mmezaliwa kama watano. Wenzako wanasoma, wana maisha yao mazuri, baadaye unakuja kulaumu wenzio, wananyanyasa. Kumbe wewe mwenyewe kutaka kusoma, unataka kupangilia maisha yako. Maisha yako, mtoto wangu, binti yangu, yanaanza sasa hivi na anaanza na wewe. Wewe ndio mpangaji wa maisha yako. Hakuna atakayetoka malaika acha kwa Mungu kutoka amekwambia wewe panga maisha yako. Ni wewe mwenyewe. Ukicheza umecheza karata zako. Changa vizuri karata zako. Hapa sasa ndio bado kijana, bado mdogo. Soma, panga maisha. Ukikimbilia ndio hivyo maisha ya wakubwa. Kutaka kuolewa kama wewe unajifanya mtu mzima. Ndio kila siku utamia hapa, kesho uko pale. Maisha yako tunajikuta unahangaika tu. Kwa sababu hujapangilia maisha yako, hujacheza karata zako vizuri. Soma. Twende tukachukue maoni sasa mtaani huko. Tumekutana na vijana wenzenu wanatoa maoni. Tena wasanii, sababu wao wanajua na washajua kupambana, wanaelewa. Twende mtaani. Mambo vipi Taia? Mzima? Mzima kabisa. Mambo yanaendaje? Salama. Shooting huko zinasemaje huko? Yaani mambo ni moto. Naona kimbiza. Timu Sume ishafanya yake. Kabisa. Kwa hapo unaniona kweli? Nakuona. Haya bwana, kama unaniona. Sasa bwana, tuna kipindi kimekuja kutoka Siwa TV huko. Kuna mada mbalimbali zinazungumziwa. Sasa hivi tupo kwenye mada ya wanafunzi. Asina tulenga sisi vijana. Sisi kuna wanafunzi, kuna vijana wenzetu huko mtaani hawataki kwenda shule. Yaani wazazi wanalipa ada lakini hawataki kufika lengo ambalo wazazi wanalitaka. Sijui unaizungumziaje au unashauri nini vijana wenzio au watoto ambao wanakuwa ni watukutu hawataki kwenda shule. Na nafikiri bila shaka wewe tayari ni mzazi. Naona usingeongea hilo, nitaka niliongee mwenyewe. Sawa. Basi najua hapo nimekugusa, utazungumzia kiundani na kwa uchungu kama mzazi. Karibu. Asante. Kwanza mimi mwenyewe sasa hivi nishakuwa mzazi na nishaanza kulipa ada. Kwa lazima niujue uchungu wa kulipa ada afu mtoto asiende shule. Kiukweli inaumiza. Alafu pia mtoto hawezi kuona faida yake sasa hivi. Kwa hiyo ataona kama ni kawaida kwamba huyu mama naye ana force, unajua. Lakini baadaye maisha kisha kupiga lazima ujue ile hela ilikuwaje. Yaani kwa nini mzazi wako alikuwa anatoa alafu anaumia. Yaani ada inauma, sikwambie mtu. Kwa sababu mbona hata mimi natafuta hapa, ninapambana kwa sababu mwanangu aende shule na nalipa ada. Alafu sasa nikute mtu ndo umri huo afu ameshakuwa anafanya mambo ya kijinga. Mwisho siku namtia mzazi stress, anapata pressure, yani hivyo. Mwingine hawezi kukupiga kwa sababu ushakuwa mtu mzima, lakini unabidi ujitathmini. Vijana jamani, jitathmini. Pesa inatafuta, mzazi anatumia akili nyingi kuipata hela. Alafu sasa asilimia kubwa hao watoto ambao wanafanya hivyo wanalelewa na masingo mama. Yani mzazi mmoja, yani mtakuja kuwa watoto wazazi wenu. Watoto jamani, vijana, ushauri. Yaani bora kama utaki kusoma bora useme tu mimi mama usinilipie ada, kuliko unalipiwa ada alafu unaenda shule unazingua. I say inachosha, inaumiza, yani inaumiza kinoma. Basi sawa Taya, tunashukuru sana kwa maoni yako. Nafikiri kwa ambaye atakuwa amesikia, kwa vijana wenzangu atakuwa ameelewa. Nafikiri watazingatia masomo na watakuwa na uchungu na ada za wazazi. Naomba nihamie kwa upande wa brother hapa. Brother Abilai, mambo vipi kaka? Kama kawaida. Bwana, mambo yanaenda? Mambo yanaenda, tunashukuru Mungu. Kazi zinaenda? Kazi zinaenda. Sawa, bila shaka umesikia mada yetu kutoka Sio Poa uko Siwa TV brother.
inazungumzia vijana, watoto wetu huko, vijana wenzetu ambao unakuta wazazi wanalipa ada, wataki kwenda shule, wanakataa masomo mapema. Unaongelea ni vipi hili swala? Unawashauri vipi vijana wenzetu bwana ili waweze kufika tamati? Nimemsikia hapo tayari alivyosema. Ndio. Kikubwa kinachotukosti sisi kama vijana ambao tunasoma bado ni makundi. Pia inategemea na malezi ya wazazi. Kwa mfano labda mzazi wako unakuta kufuatilia maendeleo yako ya shule, kwa lazima utajikuta unaingia katika makundi mengine ni ya ovyo. Kwa unajikuta unaingia katika makundi ya ovyo, wauni nini, ina cost wazazi. Sasa hivi mimi naelewa mwenyewe kwa sababu natafuta hela. Naelewa mchakato wa hela ni mgumu. Ndio. Tuone huruma wazazi wetu. Sawa. Basi sawa, nafikiri umelizungumza vizuri na umeunga mkono hapo kwenye makundi. Nafikiri kwa mtu ambaye anaelewa atakuwa anaelewa. Utakuwa na nyongeza labda nyingine hapo? Kikubwa niseme tu tusomeni jamani. Tusomeni, tusidharau elimu. Elimu ndo kila kitu. Yaani kila sehemu unaokanyaga bwana sasa hivi ni elimu. Sawa. Shukrani brother, nikushukuru sana kwa maoni mazuri. Nafikiri mwenye masikio atakuwa amesikia. Sawa. Jamani, mmesikia maoni ya wenzenu? Maoni yanayotoka kwa nje mmeyasikia? Wameshaongea, wameshatoa maoni. Wale ni wasanii yule Taia na Abilai, wale ni wasanii waigizaji, lakini tayari wameona maisha jinsi yalivyo. Ina maana elimu inasaidia pia sana katika maisha sana. Kwa hiyo someni ili kesho nakishukuta uwe na maisha yako, unajiambia hata kama kwenye ndoa kwenye nini, unakuwa unajiambia na wewe unakuwa na kazi yako, unaenda kazi unapata kipato chako. Ukiwa na kipato chako hakuna atakayetutetelesha wewe. Kwa hiyo msome, muone huruma ada za wazazi wenu, watu wazuri. Kwa nini mnakuwa mnafanya mambo ya ajabu? Umkomoe mzazi, unajikomoa wewe na maisha yako, kwa sababu hayo ni maisha yako. Wewe ndio uliochagua haya maisha. Utakuja kujutia baadaye. Tusikilizane, tusome, tubadilike. Hiki kipindi kipo kwa ajili ya kuelimisha watu wabadilike. Tumeelewana? Ubadilike. Sasa tulishakupa makapu, tunatushia maji, juisi ni wewe, lakini tayari nimeshakuelezea. Kipindi hichi kinaelimisha. Wewe kama sio wewe, mwenzio pembeni yako, kama una rafiki yako na barabara, mwambie aache mchezo na asome. Tumeelewana? Asante.